Hujambo na karibu tena kwenye BNK TV Online. Natumai wewe ni mzima wa afya kabisa. Niko hapa na mmiliki wa Burundi Grocery Store. Tuko naye hapa, tutaweza kupiga story na tutaweza kujua mambo mengi kulingana na Burundi Grocery Store hapa Sioux South Dakota. Jambo ndugu. Jambo bwana mkubwa. Salama. Tuko poa. Mimi nafurahi kuwa kwanza kwenye ofisi yako hii hapa. Karibu. Vizuri sana. Nilikuwa nikisikia Burundi Grocery Store na hii ni tour yangu ya kwanza kabisa kufika hapa. Nimeona mambo mengi sana. Kwanza tuambie jina lako binafsi tofauti na Burundi Grocery Store, maana mtaani huko ni Burundi Grocery Store. Ndiyo kabisa. Majina yangu ni Tumaini Onesmo. Okay. Lakini na middle name ya katikati ya mzee wangu Nehemia. So Tumaini Nehemia Onesmo. Okay. Vizuri sana. Burundi Grocery Store. Kwa nini Burundi Grocery Store? Na labda usitie ya mzee pale kama ulivyosema. Nimefanya Burundi Grocery Store kwa sababu kutokana na mazingira ya nchi ambayo tumo, kuna watu wengi kutoka Burundi, wengi ambao wanajua Burundi, tuna wa Kenya, Tanzania. So hao watu wanajua Burundi, wanajua. Ndio nikachagua hivyo tu. Okay, vizuri sana. Vizuri sana. Pia tuambie jinsi ambavyo hapa kabisa ni barabarani na ukiangalia mtu akiweka jengo lake ama biashara yake sehemu ambako watu wanapita, tuambie watu wamepokeaje kwanza wewe kuwa hapa? Watu wamepokea vizuri, vizuri. Kitu ambacho kinaonyesha wamepokea vizuri ni kwa sababu watu wanaingia. Okay. Kwa barabara wanakuja, wanaingia, wanachukua ambavyo wanahitaji, alafu wanaenda. So hiyo inaonyesha kama wameipokea safi kabisa. Vizuri sana. Nini kilikusukuma wewe kuanzisha biashara ama kuingia kwenye hii tasnia ya biashara? Mimi kabisa nimelelewa kwa biashara. Okay. Nimelelewa kwa biashara. Nafikiri tangu niko darasa la 4, la 5, nilikuwa naenda kuuza kwa mzee. Okay. So mzee ametukuza hivyo. So nikawa hivyo tangu mpaka niende na secondary. Nilikuwa kwanza nasomea uchumi. Okay. So hapo pote nilikuwa naenda kuuza, hata kwenda kulangua huko Kigoma, Kasulu. Tulikuwa tunaenda, hata wadogo zangu walikuwa wanaenda. So hiyo mood hiyo imeendelea tu kunisukuma mpaka niwe ndani ya biashara. Vizuri sana. Kwa hiyo umelelewa ukiwa unajua kwamba baba yangu anauza vitu fulani, acha na mimi pia nijifunze, na pia ukaenda kusomea. Kweli. Vizuri sana. Tuambie changamoto zipi ambazo kwanza ulikuwa nazo kipindi unafungua binafsi, maana za zamani zilikuwa ni za baba yako. Za kwako binafsi, changamoto ambazo ulizipitia wewe sasa kufungua ya kwako binafsi hapa Marekani. Biashara Marekani ina changamoto kabisa. Na changamoto kwanza, ujapokuwa una mtaji, unahitaji watu. Ndio. Unahitaji watu ili waje kununua. Kama hawaji, so utapoteza pesa nyingi kwa sababu kuna vitu vingine vingi ambavyo utavitupa. Changamoto zingine ni kwa sababu tunafanya kazi sehemu ambayo sio kwetu. Yaani tuna kodi. So zinakuwa bei kubwa. Nyumba ziko kwa bei juu. Ijapokuwa zinakuwa kwa bei juu, na utakuta kama hauna watu wengi, una wateja wengi, itakukosi, utafunga mapema. Kweli. Utafunga biashara kabisa kama una watu. Vizuri sana. Ni kosa gani umefanya katika biashara yako? Umejifunza nini kulingana na kosa hilo? Kosa ambayo naweza kusema ni kosa ambao ukikopa sana, ukitoa madeni mengi, na hesabu kama kosa, kwa sababu itakufanya
kurudi nyuma kidogo, kwa sababu lakini kama watu wako wanalipa, wanachukua deni wanalipa, ni vizuri. Deni sio kosa. Deni ni kosa, ni kile kipindi watu anaenda na kana mwaka na miwili, hiyo pesa imepotea kabisa kwa sababu haiko inazaa. Ya ndio hiyo. Unajutia na hizo kosa pia, unajutia kufanya hivyo? Sijutii sana kwa sababu saa hii najifunza mabadiliko. Naangalia watu ambao wanaenda wanakana miaka miwili, inabidi niwasome niwajue. So tunakaa sambamba kidogo, hatuendani kidogo na waacha. So naenda wale watu ambao wanalipa kwa wakati, ndio naenda nao. Vizuri sana. Kwa hiyo bado unaendelea kukopesha ama ndo tayari umejifunza na ufanyagi hivyo tena? Bado tunakopa. Lakini kutokana na mtu ambao una mazoea naye na unajua analipa. Vizuri sana. Mtaani huko nimesikia kwamba wewe pia umekuwa sponsor wa timu fulani, African Lions. Tuambie hili likoje pia? Hiyo nasema mtaani kweli. Nimekuwa sponsor wa African Lion. So maisha ni kusaidiana kabisa. Vizuri sana. Nini kusukuma kuweza kuwasaidia vijana hao? Ulimwengu ni umejengwa na vijana. Naona miaka sasa siku inaenda. So vijana ndo wenye nguvu, ndo watabaki na hii dunia. Wanaitikisa. So ukiingia hasara kwa vijana, yani dunia imepata shida. So lazima tuwajenge na wao na nani, wawe na maisha fulani pale. Uliwahi kucheza mpira ndo kwa maana na ukasema kwamba ngoja na mimi ni support timu ya mpira? Yes. Watu watashangaa lakini mimi niliwahi, lakini sikucheza. Nilikuwa napenda goalkeeper. Nilikuwa napenda goalkeeper kipindi nilikuwa bado mdogo. Hata wakaniita jina. Wakaniita jina la maalum. Hata nikumbuka nacheka. Walikuwa wanaita, unajua mpira ukija pale naambia na tumalizia. Kwa sababu hiyo jina wakanitwanga hiyo jina la malizia. So watu wengi hawalijui, lakini walikuwa wameniita hiyo jina la malizia. So anamalizia mpira, goli imeingia. Kuambia jinsi ambavyo umeona jezi kule Burundi Grocery Store, kwako wewe umelipokeaje? Hata kama ulikuwa utegemei kwamba watakufanyia hivyo kuweka kwenye jezi Burundi Grocery Store, wewe kwako ulipokeaje pia? Nimelipokea vizuri kwa sababu ni kitu kizuri wamenifanyia. Unajua ukitenda wema lazima wema utakuja. So wamewaza waniwekee jina pale. Ni vizuri kwa sababu kwa hii nchi au kwa hii dunia inabidi kujulikana. Inabidi kujulikana. Sasa wachezaji kama wameenda nje, wako humu ndani wamevaa hizo jezi na jina, mle mtu ambaye hajui kuna soko inaitwa Burundi Grocery Store atajua kweli na ataigugu kwa sababu iko kwa Google wapi, halafu huenda anakuja. Ndo umefanya vizuri sana ushirika wako wa timu hiyo pia kulikuwa mtu binafsi alikuja ambaye anatumika kwenye timu ile kuja kukuona, ama peke yako tu ulikuwa unaenda kuhudhuria na ukaona kuna umuhimu wangu wa kuja kuambatana na vijana hao? No, hakuna mtu amekuja hapa. Mimi nimefanya uamuzi wangu mwenyewe wa kiakili. Hakuna mtu amekuja hapa. Nimeenda kule kwa uwanja pale. Siku ya kwanza walikuwa wanacheza na timu gani? Walikuwa wanacheza na timu walikuwa imetoka nje. So nikapenda vile wanacheza kwa sababu nilikuwa sina muda ya kwenda mara nyingi kuangalia mpira. Hata kwa TV sina muda. So nikaenda hiyo siku, nikaangalia, nikapenda. Siku ya pili nikaenda, siku ya tatu nikasema wewe ndio support ya watu. Kweli tunaona watu kama wamefanya jina kwenye jezi na wanaweza kuvaa pia. Naona kabisa kuna soko fulani ambayo iko mgongoni pale. Kweli kabisa. Tuambie sasa biashara yako pia, kunakuwa na changamoto za biashara, soko nyingi za Kiafrika ukiingia pale unajikuta kwamba kwenye vitu hakuna bei,
alafu mtoto anakuambia hii inanunulika bei fulani, kwako inakuaje pia na wewe huko kama hao wengine? Yeah, na mimi kuna baadhi havina bei kwa sababu ya kweli masoko ni mengi. Sasa tatizo inakuja wapi? Inakuja watu wanakuja anapiga picha anampelekea na mwingine. Sasa unakuta kuna uharibifu wa bei. Yeah, so hiyo naweza kusema ni kitu moja. Kitu cha pili, mabei, watu wengi hatutumii hizi scanner, hizi scan machine. Unamulika hapa inaleta bei. So kwa hiyo tatizo na penyewe inasababisha hatuweki mabei. Kwa sababu ukiweka hiyo system na hii hali ya watu wetu, kwa sababu hizi duka zinategemea weusi sana kuliko wazungu. So ukiweka hiyo system za kutumia hizo scanner, lazima walipe. Hakuna deni, hakuna nini, kwa sababu kitu kimetoka, lazima pesa ionekane. So hiyo ni sababu tena kubwa. Nafikiri uelewa kwa sababu gani vitu vingi hawaweki bei ni kulingana kwamba anaweza akascan na uwezi akakopesha labda, na labda kuna zile taxi, kuna mtu labda anakimbia taxi, anaweza akalipa kwa pesa yake cash na ile taxi siwezi kusabilika pia. Ndio kwa maana hawezi kuleta bei, kwa maana watu wengi wanaweza kuwa wanajiuliza maswali. Mtu anakuambia tu bei kinywani na labda hicho kitu bei yake inaweza kuwa ni chini ama juu, kwa sababu ya kuogopa hivyo vyote na kuweza kusaidia watu wetu ambao wametokea Afrika na weusi pia ambao wanaishi hapa Marekani. Pili tunataka kujua wateja wa aina gani ambao unawapokea hapa? Ni tu weusi ama kulingana na vitu ambavyo unaviuza ndio vinaleta watu ambao wametokea Afrika wengi, ama pia na wazungu wanakujaga kununua vitu hapa? Naweza kusema 90% ni watu weusi. Watu weusi, haswa Waswahili, na wengine wanakuja wa Sudanese, Liberia, Nigeria, wanakuja, lakini asilimia kubwa ni Waswahili. So hiyo asilimia nyingine 10 wazungu wanakuja, lakini si sana. Wanakuja kuangalia, wanashangaa kidogo. Wanasema hizi njemba namna gani hizo? Zinaishi namna gani? So wao wamezoea hizi supermarket makubwa. So wakija hapa ni kama kushangaa. Nasema hao watu hawakoja hao. Lakini kwa sababu mzungu ana support, hawezi toka tu hivyo. Atanunua kitu, ataenda, na siku nyingine anakuja narudi. Yeah. Tuambie kitu ambacho labda sijakuuliza na unatamani kuambia customer wako ambao labda hawakijui na unatamani kuambia kupitia BNK TV Online. Okay, asante. Ya swala ngumu kidogo. Mimi mwenyewe nijiuliza alafu nijibu. Hii hatari sana hii. Kupe muda wa basi customer wako. Wateja wangu na wale ambao hawajafika hapa ni Burundi hapa, grocery store, tunaendelea kuwakaribisha, tunahitaji tena tuendelee kufanya pamoja. Vitu vipo, karibuni sana. Na tumesema madeni, lakini wale tunafanya tu ni hivyo, lakini watu tu wakiwa wanafanya wanalipa, hakuna shida, hakuna tatizo kabisa. Nyinyi karibu na tusapotiane, maisha yaende, sababu dunia ni kusapotiana na ni kusaidiana. So karibu sana ndani ya Burundi, kama vile mnafanya kama kawaida, mnajua na nyinyi. Asante sana kwa muda wako. Na mimi ngoja niliongee hili. Hii ni soko ya Burundi Grocery Store, Mwafrika mwenzetu ambaye amekuja kusapoti Waafrika wenzake, kwa sababu hapa kuna vitu ambavyo vinatokana na Kiafrika. Kuna unga, kuna maandazi yako hapa, michele, unaona. Kwa hiyo kuna vitu tu vya Kiafrika ambavyo viko hapa, unaweza kuja ukanunua, bei ni nzuri. Pia amesema kwamba labda uweze kuwa na fedha kwa wakati huo na anaweza kukopesha pia, lakini ukijua kwamba hiyo pesa unaitoa kwa wakati. Kikweli
ndugu yetu, na hili linaweza kuwakumbusha pia wachezaji wa African Lions, njooni hapa tusapoti ndugu yetu kama alivyokuja kutusapoti kwenye jezi yetu ya African Lions. Inaweza kuwa ni vizuri sana, na mimi nikushukuru sana kwa muda wako, na imekuwa ni jambo la kupendeza sana kuwa na wewe hapa pia kwa BNK TV. Ya, na mimi nashukuru sana. Naona wateja wanaendelea kuja. So nashukuru kwa muda wako. Karibu tena. Muda wowote ujisikie kama nyumbani. Vizuri sana. Tukutane wakati mwingine. Hakuna tatizo.